have been issued their unique IDs. Yes, yes, sir. And so they are sure. Yes. One, it gives the indication that they were living here. Absolutely, sir. Number two, it gives them the right to own a house. Absolutely, sir. Once it is done. Yes, sir. So there will be no doubt. There will be no doubt. The exercise ilikuwa ishe kesho Saturday, lakini sasa juu ministry imeona concern na venye watu wamejaa, tumeongeza Monday na Tuesday ili tuhudumie wote kwa jumla na to make sure hakuna mtu ataachwa nje kwa mradi. Ya rais, hiyo ndio yenye tulikuwa naomba iendelee hivyo. Have already been enumerated. Yes, they have already been enumerated. The card you give, Yes. what does it mean? It means first the person living here. Yes, the person has been living here, and they are liable to get the new houses here. The new houses are ready. They'll be, Title to a house. yes, that's what it means here. What we did, we went to the ground, we enumerated the people, the socio-economic enumeration exercise, who are residing at the slum, where we want to upgrade. So after enumeration, we validated their data. So now from their validation, because when we enumerated like 14,000, but now after validation, we have to verify so that we know whether they are people from here or people from outside. So from the validation, we got 11,000. So those are the cards now we are prepared. So these cards, when you are issuing the houses, that is evidence that they are residents of Kibera, and they qualify now for the houses. Yes. So it's a process that we have. You keep the database. Yeah. Yes, we have the database at the ministry, and it's. Every person, their ID, and even their enumeration card. The enumeration and their families, because we enumerate everybody, so that even after you get the house, you cannot sell that house. It's supposed to go down to your kins. Yes, because here it is very, yes. Lead council, everyone. So yes. So when is when are these 4,000? When are they getting ready? A meter from Intex is the contract given us another 5 months. Because what is happening now, this infrastructure is up, now the finishes is what is
Hapa tu kwa entrance. Haya, watu wa Canaan hoye! Canaan hoye! Kibra, asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi nimefika hapa leo kwa sababu mnajua
kuna program inaendelea hapa. Wakati nilikuja kulaunch hii mambo ya housing ya Soweto B, si ndio? Mimi niliwaambia ya kwamba hiyo ni awamu ya kwanza. Hapa hii Kibra hii Soweto hii, mimi niliwaambia kwa mapenzi ya Mungu, hii Kibera slum tutaibadilisha iwe estate. Si namna hiyo? Na sura ya Kibera kubadilika kutoka slum mpaka estate, tayari munaona sura yake hapa imeanza kubadilika. Ni kweli ama si kweli? Sasa sikizeni, mbali na hizi manyumba 4,000 na karibu 500, sasa nilikuja miezi miwili iliyopita pale Southlands, katika Kibera hii pale Southlands tumeanza kujenga nyumba zingine 15,000, yaani mara 3 ya hii inaendelea hapa. Munanielewa? Na leo hapa nimekuja kwa sababu wakati nilikuja pale niliwauliza wakaaji wa hapa Soweto C na D, nikawaambia tutakubaliana na nyinyi ya kwamba hii sehemu ya C na D vile vile tunataka kuondoa slum hapo, tuwajengee manyumba kama hii. Na nyinyi mulikubali. Leo kazi ya enumeration inaendelea hapa, si ni kweli? Tayari wananchi 11,000 wameandikishwa. Kila mmoja wa hawa wananchi 11,000 hapa ndani utapatiwa card ambayo itaonyesha kwamba wewe umekuwa mkaaji wa hapa slum. Namba ya kwanza. Alafu namba ya pili, hiyo card ndio itakuwa tikiti yako ya kupata nyumba hapa wakati tutaikamilisha. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Kwa hivyo hii kazi tunamaliza ya enumeration ilikuwa ikamilike Jumamosi, lakini nimeambiwa ya kwamba wananchi bado ni wengi. Kwa hivyo nimesema iendelee kwa siku ingine 2 mpaka kila mwananchi afikiwe. Tunaelewana jameni? Na ni kwa sababu nilisema hivi ya kwamba hii Kenya lazima tuwe na usawa, na nilisema ya kwamba hii slum hatutaifanya upgrading, tutafanya eradication. Slum iondoke hapa Kibra. Na mimi nataka niwahakikishie, sawa sawa, kama mulikuwa na taswishi ya kwamba hiyo kazi tutafanya, munaona hizi manyumba inaendelea. Si niliwaambia tutajenga? Inaendelea ama haiendelei? Si inaendelea? Na vijana maelfu wanafanya kazi hapa. Si vijana ndio wale? Na wanaendelea na kazi. Sasa nyinyi vijana wengine ambao mko hapa, mpango ya C na D, tukikamilisha hii enumeration, nyinyi vijana mujipange, tunaenda hapo kuanzisha ujenzi kama huu. Nyinyi mupate ajira, tujenge manyumba, tuondoe slum, wananchi wa hapa waishi kama wananchi wengine wa taifa letu la Kenya. Kibera hoye! Mimi nataka niwaulize, sawa sawa,
wakati mimi nilisema tutakuwa na program ya affordable housing, na tutahakikisha ya kwamba kupitia kwa hazina ya housing fund ambayo inatokana na housing levy, tutabadilisha makao ya wananchi, tuwatoe wananchi kutoka mahali pachafu, mahali pa sewage, mahali hakuna stima na maji na barabara, na tuwapeleke na tuwaweke katika manyumba ya ghorofa kama hii. Watu wengi hawakuamini, lakini mimi nataka niwahakikishie, ni ahadi yangu, ni ahadi ya serikali hii, na mimi nitahakikisha ya kwamba tumetimiza ahadi yetu kwa wananchi wa Kibera na kwa wananchi wa taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza, Waswahili wanasema dalili ya mvua ni nini? Dalili ya mvua ni nini? Si ni mawingu? Hapa munaona mawingu ama hamuoni mawingu? Inaonekana haionekani? Si manyumba inaendelea? Na nimewaambia watu wa Kibra, mimi nimesema hatuna nafasi na siasa kila wakati. Hatuna nafasi na siasa ya chuki, na siasa ya ukabila, na siasa ya kisirani, na siasa ya makasiriko. Na ndio tumekubaliana, si ndio? Tumekubaliana kuna watu wa kazi bila break na kuna watu wa siasa mfululizo. Nyinyi watu wa hapa Kibra, watu wa Soweto, nyinyi ni watu wa kazi bila break ama siasa mfululizo? Nyinyi ni watu wa gani? Ate mnasema kazi? Ate mnasema kazi bila break? Hebu nione wala wanasema tuendelee na kazi bila break. Tumekubaliana? So mimi nataka niwaambie, ule contractor anaendelea na hii kazi, mimi nitamkaza ili mwaka ujao kabla wa mwezi wa 5 nihamishe wananchi wakuje kuishi kwa hii manyumba. Next year by May nataka wananchi wao wameishi hapa ndani. Nyinyi mko tayari ama mko tayari? Manyumba ilikuwa inajengwa so nasikizeni ndugu zangu, sio hapa Kibera peke yake kazi hii inaendelea. Juzi muliona nikiwa kule kule Mukuru. Ni kweli ama si kweli? Kule Mukuru kazi inaendelea. Hapa Soweto kazi inaendelea. Sehemu nyingi, karibu sites 200 Kenya mzima, kazi inaendelea. Kwa sababu tunataka kuondoa wananchi kwenye mahali pachafu, mahali hakuna barabara na stima na maji na choo. Tuwainue watoke kwa slum waingie kwa nyumba kama hii. Ile mpango ya bottom up, kutoka slum mpaka kwa ghorofa juu, ni mpango ya bottom at bottom at bottom at bottom at bottom. Sio mpango iendelee? Wakati nilisema watu walikuwa wanafikiri ni hadithi, watu walikuwa wanafikiri tu ni slogan ya siasa. Sio slogan ya siasa, ni maisha ya wananchi tubadilishe. Kwa sababu hiyo, wacha mimi niseme asante sana. Mimi nataka niwaambie wananchi, wale officers wangu wa serikali wako hapa, watangojea mpaka kila mwananchi ahudumiwe, kila mwananchi apate kadi yake ya enumeration. Ndio wakati tutakuwa tunapatiana manyumba, kila mtu ambaye ametoka kwa Islam watakuwa priority number 1
ili wapatiwe manyumba ya kuishi na wale wengine watafuata baadaye. Lakini priority ya kwanza ni wananchi ambao wanaishi hapa kwenye slum. Kibera hoye! Soweto hoye! Nairobi hoye! Mnasema tuendelee na kazi? Tuendelee tusiendelee? Mnasema tuendelee? Bas, niko na ndugu yangu gavana wa Nairobi yuko hapa. Na mimi nataka nimshukuru huyu gavana. Ile approvals yote tulikuwa tunahitaji kwa hizi manyumba alitoa chap chap. Maneno mengine yote ambayo tunahitaji hapa wanafanya pamoja. Na nimshukuru Bia Jalash. Huyu mbunge wetu huyu wa hapa Lang'ata ni mtu muungwana sana. Ametusaidia kuhakikisha kwamba vijana wa hapa wanapangwa vizuri. Na tunaendelea tukiwa pamoja. Asante sana. Wacha nimpatie Sakaja atusalimie. Anoe! Wapi Ngumi Mbwekse ya rais wetu, Ngumi Mbwekse? Sasa Mdosi amesema kila kitu, si ndio? Tutahakikisha kwamba kila mtu ambaye amesajiliwa atapata nyumba. Ile nimeelezwa na nitashughulikia. Nimeambiwa Canaan tuko na shida ya maji. Ni ukweli? Nikiangalia juu naona mitungi. Mimi nitaleta watu wangu waje hapa kuanzia Monday. Tuangalie mambo ya borehole na tupatie kila mtu mita yake ili maji ipatikane. Mnataka hivyo ama mtaki hivyo? Hivyo ni sawa? Hivyo ni sawa? So Monday mtaona watu wangu wa Nairobi Water and Sewerage Company wakija hapa wakitengeneza. Kwa hiyo mengi sitaongeza mambo mengi mengine. Mnajua nawapenda sana. Na Walombo Tov, watu wangu wa Soweto. Tap tweet ndio hiyo, si ndio hiyo? Si watoto wanadishi. Na sasa mtapata nyumba mzuri. So tunasema kazi bila. Asanteni sana, Mungu awabariki. Airoe. Rais, tunakushukuru sana. Ulikuja hapa tuka launch hii nyumba. Saizi ni miaka 2 zimepita, nyumba zimesimama na wananchi wanataka kuingia kwa hizi nyumba. Rais, nataka kukuomba kitu moja. Tulieni. Mdosi yuko area, tulieni. Tulieni. Hapa chini tuko na kiwanja inaitwa Undugu Grounds. Hiyo Undugu Grounds, Mheshimiwa Rais, tunataka ufanyie ikuwe na turf. That is the only green area left in this place. Tukipanda huko juu, Mheshimiwa Rais, kuna pali inaitwa Andolo. Transformer yao ilichukuliwa, hawana stima karibu miezi 3. Hiyo tu ndio tunaweza omba leo. Kazi inaendelea na tunasema ni kazi bila break. Kazi bila. Asanteni sana. Chairman wetu ananiambia ya kwamba tumepata watu kidogo, kuna watu wako na complain. Si ndio? Kwamba kuna shida pale kwa mtandao, kuna shida kwa list, kuna shida mahali hapa na pale. Na ndio nimeambia County Commissioner ambaye yuko hapa. Na nimemwambia hawa watu wa wizara yangu wasitoke hapa mpaka kila mwananchi na ile matatizo ako nayo imesuluhishwa. They cannot live here. Nasikia Bwana Commissioner, boss. Hakuna mtu anaondoka hapa. Tunaelewana, kuja simama hapa wewe. Hakuna siku amuondoki hapa Assistant County Commissioner mpaka ile malalamiko ya kila mwananchi hapa, whatever the nature of the complaint,
mpaka iwe imetatuliwa to the satisfaction of every citizen of this Kibra. Tumeelewana jameni? Sawa sawa. Na mimi nitakuwa nakuja hapa mpaka tuhakikishe ya kwamba tumemaliza slum katika sehemu hii. Wananchi wote tumewaweka mahali ambapo panafaa kuishi mwananchi wa Kenya. Na ninataka niwaambie, sawa sawa, hakuna mtu ameandikiwa Kenya hii aishi kwa slum. Katiba ya Kenya inalazimisha mimi kama rais, inalazimisha serikali yenu kuhakikisha ya kwamba kila mwananchi anaishi mahali pazuri, na hiyo ndio kazi lazima mimi nifanye. Kwa hivyo wale wananipeleka kotini, wale wananisumbua na maneno mingi, wakome, kwa sababu hii kazi nitafanya mpaka tuhamishe kila mwananchi atoke kwa matope tumuingize kwa nyumba, Kenya iweze kusonga mbele. Tumekubaliana jameni? Mnasema tuendelee? Mnasema tuendelee? Basi. Mheshimiwa Shiro, si mnajua Mheshimiwa Shiro? Huyu mama mungwana ndiye alitusaidia kupanga watu hapo mbeleni. Mheshimiwa Shiro, asante sana, na nimekubaliana na wewe vile tutapanga kazi. Si namna hiyo? Kwa hivyo watu wa Soweto, watu wa Kanan, watu wa Kibra. Yes. Aya. Wanakanani oye! Wanakanani oye! Leo shida za Kanan zimeisha. Nimeongea na rais, ameongea na governor. Kuanzia Monday maji inaingia Kanan, maji itaingia kwa wingi sana, na nimeomba rais, sisi tuliingia hapa 2016. Tunaomba rais, hizi nyumba zetu zimeparara sana na hizi zinaenda kupakwa rangi na ni majirani, zitakaa sura mbaya. Rais, naomba hiyo tu vitu mbili rais, ukinitimizia urafiki yangu na wewe imedumu 10 bila break. Asante sana Mama Shiro. Wakati tutakuwa tunapaka rangi pale, tutapaka rangi hapa, ikae smart kama hiyo ingine. Na hiyo kiwanja mbunge wenu amesema ya Undugu Grounds, pale Undugu Grounds nitahakikisha kwamba imekuja itengenezwe vizuri, ndio vijana wa hapa wapate mahali pazuri pa kutumia. So na hiyo kazi mimi nitaamurisha wizara wakuje hapa in the next 1 month waanzishe hiyo kazi, na wewe Jalango utasimamia. Asante sana na wapenda sana. Mungu wabariki jameni. I love you. Gari yenu.
sound. Ile ya sound ile ya sound itapanda juu, ile ya sound itapanda juu. Ametufikisha,